Karibu katika simulizi ya Huyu ni Wangu sehemu ya pili. Msimuliaji wako ni mimi Abdul Ayub, mtunzi ni Obadia Mambopo. Simulizi yetu inaendelea pale ambapo David alipofika pale mbele, akamwangalia Doreen na macho yao yakagongana na kila mmoja akatabasamu. Kisha akawasalimia wanafunzi wenzake na kuanza kusema, sisi wanadamu tuna tabia ya kukumbuka vitu vilivyo vizuri sana na vilivyo vibaya sana. Vitu vinavyosababisha furaha sana na vitu vinavyosababisha huzuni sana. Bahati mbaya ukihifadhi kumbukumbu za maumivu ndani yako, kumbukumbu hizo zitakuwa zinajenga kidonda kila siku na kukuathiri wewe. Wakati huo ukitunza kumbukumbu za furaha, basi hugeuka kuwa tiba siku zote ndani yako. Hatuwezi kukwepa vitu vya kuumiza, lakini tunaweza kuvizuia visiishi ndani yetu kwa ajili ya faida yetu wenyewe, na badala yake tukahifadhi kumbukumbu za furaha ndani yetu zitakazotufanya tuwe na furaha na wachangamfu siku zote. Hii itatusaidia kusoma vizuri na kufanikiwa katika mambo mbalimbali. Akiwa anayasema maneno hayo, shule ilikuwa na utulivu usio wa kawaida. Walimu kwa wanafunzi walikuwa wakimsikiliza kwa umakini sana. David akatabasamu na kumwangalia Doreen, macho yao yakagongana tena. David akaendelea kwa kusema, ndio maana mimi nakupenda sana wewe ulio hapa, na kuona ni sehemu kubwa sana ya furaha yangu. Unatengeneza kumbukumbu nzuri ndani yangu, na ninakuombea kwa Mungu aendelee kukutunza siku zote. Asanteni. Alipomaliza, watu walipiga makofi mengi sana kuonyeshwa kufurahishwa sana na ile speech. Doreen alikuwa anamtazama kwa macho ya aibu huku akiwa anatabasamu. Mwalimu wa zamu siku hiyo akamwita David na kumpongeza kwa kumpa noti ya shilingi 10,000. Kisha mwalimu akasema, kwa uwezo ulioonyesha leo, wewe unaweza kuwa mshauri mzuri sana kwa wenzio. Nitaongea na mwalimu wa taaluma, wewe uwe kiranja wa ushauri. David akashukuru na kuanza kurudi alipokuwa amekaa. Wanafunzi waliendelea kupiga makofi mpaka alipofika kwenye mstari wake. Kwa sababu ya David kutumia muda mwingi, kiranja wa zamu akaamrisha watu waende madarasani mwao. Wanafunzi wakiwa wanaenda madarasani, walikuwa wakimzungumzia David tu na speech yake. Wengine wakawa wanamfuata na kumpongeza kwa speech nzuri iliyoteka hisia hadi za walimu. Ulipofika wakati wa kurudi nyumbani, Doreen na Asha wakiwa njiani, Asha akauliza, ni nini kinaendelea kati yao na Devi? Doreen akajibu, mbona ghafla hilo swali, kwani wewe umeona nini? Asha akajibu kuwa, najaribu kuunganisha matukio. Leo asubuhi alikuwa anakuulizia kila dakika. Tukiwa morning speech, kuna namna mlikuwa mnatazamana, haikuwa kawaida. Niambie rafiki yangu, ni nini kinaendelea? Doreen alicheka kwa sauti na kusema, hamna chochote kinachoendelea bwana. Ila alitoa speech tamu. Doreen akauliza. Akajibu, katisha sana, sijawahi kuona speech tamu kama hili. Ulimuona hata Madam Grace alivyokuwa anafurahia speech yake? Doreen akajibu kwa kushangaa, acha basi, kweli sio mchezo. Hadi Madam Grace naye cha kununanuna naye alitabasamu. Basi Devi leo kiboko apewe maua yake. Devi alipofika nyumbani kwao, alionekana ni mwenye furaha sana siku hiyo, mpaka mama yake ikabidi amuulize, mwanangu, kulikoni? Leo mbona una furaha kiasi hicho? Yaani na kuona umejaa furaha sana. David akajibu, hapana, mbona nipo kawaida tu mama. Mama yake akimjibu, kwani mwanangu, mimi sijui ukiwa kawaida na ukiwa na furaha kweli? David alitabasamu tu na kuingia ndani. Alipofika chumbani mwake, akawa anakumbuka lile tabasamu la Doreen na kucheka peke yake, huku akijiambia, David, you are the winner. David akaitwa na mama na kuambiwa ajiandae kwenda kumpokea kaka yake stendi.
Baada ya muda mfupi, alijiandaa na kuingia kwenye gari, yeye na mama yake, kwa ajili ya kwenda kumpokea Daston ambaye alikuwa amemaliza chuo huko Iringa. Walipofika walimkuta akiwasubiri, walikumbatiana kwa furaha. David akaingiza mabegi ya kaka yake kwenye gari na kuanza safari ya kurudi. Wakiwa ndani ya gari, walikuwa ni watu wenye furaha sana, huku wakisimuliana stori mbalimbali. Walipofika nyumbani, walikuta vyakula vimekwisha andaliwa mezani. Daston akasema, "Wow, mama, niliwamisi sana na nilimisi sana vitu kama hivi." Basi stori yetu itaendelea tena mpaka wakati mwingine. Usiache kufuatilia sehemu inayofuata. Usiache kusubscribe, kushare, kucomment na kulike.